Acheni mambo ya ukabila haya ndugu zangu, kwani ni harufu mbaya. Leo mtu anapokuja kuposa binti yako, kitu cha kwanza unauliza huyu ni kabila gani huyu? La, kitu cha kwanza unauliza dini yake, Uislamu wake, tabia yake, ibada zake. Mtume anasema fadhfar bidhati din taribat yadak. Mtume anasema idha atakum man tardhauna dinahu wa amanatahu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadin arid. Leo ndugu zangu, kwa masikitiko makubwa katika mji wetu wa Nairobi na mji wa Mombasa vile vile, sijui katika miji yenu huku, hii mambo ya ukabila imefika mahali pabaya sana, kiasi ambacho mtu akifariki, wanaohudhuria wengi katika mazishi hiyo ni kabila lake yule alokufa. Akifariki Mwarabu, Waarabu wengi watakuweko hapo. Akifariki Muhindi, Wahindi wengi ndio watakuwa hapo. Akifariki Msomali, Wasomali wengi watakuwa hapo. Akifariki Waborana wengi ndio ambao watahudhuria hapo, kuonesha wazi kwamba mambo ya ukabila haya tumeyaweka mbele. Na hivyo hivyo katika harusi, kuna harusi ambao utajua wazi hii ni harusi ya Waarabu, na utajua wazi hii ni harusi ya Wasomali, na utajua wazi kwamba hii ni harusi ya Wahindi. Hii mambo ya ukabila ni kitu gani ndugu zangu? Mtume wa sallam ametukanya sisi tuache mambo ya ukabila ndugu zangu. Ukabila ni harufu mbaya. Ndio pale Mtume anasema la fadla ala al-arabi lil'ajami wala lil'ajami ala al-arabi illa bittaqwa inna akramakum inda Allahi atqakum. Mwarabu si mbora kuliko asiyekuwa Mwarabu, na asiyekuwa Mwarabu si mbora kuliko Mwarabu. Hakika mbora wenu nyinyi ni ule ambaye anayemuogopa Mungu zaidi, huyo ndo mbora.